Kama umetafuta ujauzito zaidi ya mwaka mzima bila mafanikio, basi sikiliza video hii hadi mwisho. Video hii imebeba tumaini jipya la wewe kuitwa mama. Inawezekana umehangaika muda mrefu sana. Umejaribu kutumia dawa mbalimbali lakini haujafanikiwa kubeba ujauzito. Miongoni mwa wanawake ambao tumeweza kuwasaidia kuweza kubeba ujauzito, wengi wao walikuwa wanasumbuliwa na matatizo yafuatayo. Tatizo la kwanza ni hormonal imbalance au homoni za mwanamke kuvurugika. Homoni za mwanamke zinapovurugika, baadhi ya wanawake hedhi inakuwa inatoka mabonge, hedhi inakuwa na maumivu makali sana kuliko kawaida, lakini vile vile wengine wanakosa hedhi au hedhi inakuwa inabadilika tarehe, kitu ambacho inakuwa ni ngumu mwanamke mayai yake kupevuka, lakini inakuwa ni ngumu kuweza kutambua siku ambazo atabeba ujauzito. Lakini pia wanasumbuliwa changamoto za PCOS ama polycystic ovarian syndrome pamoja na ovarian cyst. Haya ni matatizo ambayo yalikuwa yanawafanya wanawake hao kushindwa kubeba ujauzito. Lakini vile vile matatizo mengine ni pamoja na maambukizi katika via vya uzazi, nikimaanisha PID, bacteria vaginosis, fungus. Haya ni maambukizi ambayo yanapelekea mwanamke kuanza kutokwa na uchafu sehemu za siri, harufu sehemu za siri, miwasho, maumivu wakati wa kushiriki tendo la ndoa au kuwa anabeba mimba zinaharibika. Lakini vile vile maambukizi ya PID yanaweza kupelekea mirija ya uzazi kuziba, uvimbe maji, inaweza kupelekea mirija kujaa maji na ugumu wa mwanamke kuweza kushika ujauzito. Lakini changamoto nyingine ni pamoja na uvimbe kwenye kizazi pamoja na mirija ya uzazi kuziba. Unapokuwa na uvimbe mwanamke, huwa ni ngumu sana kuweza kubeba ujauzito. Na uvimbe ni matokeo ya kuwa na changamoto ya hormonal imbalance kwa muda mrefu. Mirija ya uzazi kuziba ni matokeo ya kukaa na PID kwa muda mrefu. Lakini pia tatizo lingine ambalo linawasumbua wanawake wengi na kuwafanya kushindwa kubeba ujauzito ni matumizi ya uzazi wa mpango na madawa ya kutolea ujauzito. Inawezekana umewahi kutumia sindano, umewahi kutumia P2, umewahi kutumia vidonge au umewahi kutumia madawa ya kutolea ujauzito. Miongoni mwa dawa za kutolea ujauzito zinaweza kupelekea hormonal destruction, maambukizi katika via vya uzazi na kuwa ngumu kuweza kushika ujauzito. Inawezekana kabla ya kutembelea ukurasa huu umewahi kutumia dawa nyingi sana bila mafanikio. Umetumia supplement, umetumia dawa za asili, umetumia dawa za hospitali, antibiotic kwa maana, lakini haujafanikiwa kubeba ujauzito. Inawezekana dawa ulizokuwa unatumia zilikuwa haziwezi kutatua chanzo moja kwa moja. Ili uweze kupona tatizo lako ni lazima utumie dawa ambazo zinaweza kutatua chanzo cha tatizo na tatizo husika. Lakini wengine wanatumia dawa ambazo hazina ubora kwa maana hazijathibitishwa kuwa ni tiba maalum ya kuweza kutatua changamoto hiyo. Wengi wao wamekuwa wakitumia dawa bila matokeo na kukata tamaa. Kupitia programu hii tumeweza kuwasaidia wanawake 500 kufanikisha kubeba ujauzito ambao walikuwa wanasumbuliwa na matatizo ambayo nimetoka kuyaelezea. Programu hii inaenda mwezi mzima, yani utatumia dawa mwezi mzima ambazo zitaleta kusaidia kuondoa changamoto ya PID, kuondoa changamoto ya hormonal imbalance, kuondoa tatizo la uvimbe kwenye kizazi, mirija ya uzazi kuziba au uliwahi kutumia uzazi wa mpango. Itaenda kusaidia kuondoa changamoto hizo, lakini itaambatana na usimamizi wa mwongozo wa vyakula ukiwa unatumia dawa. Lakini pia tutakushika bega kwa bega kuhakikisha unafikia hatua ya kuitwa mama. Lakini pia utakuwa kwenye grupu la mafunzo la wakina mama ambao wanatumia dawa ili uweze kufikia hatua ya wewe kuweza kuitwa mama. Programu hii itatumika ndani ya siku 30 tu ukaweza kufanikiwa kuondoa changamoto zako zote na kubeba ujauzito. Ndio maana nimekuwekea baadhi ya shuhuda hapo chini za wanawake ambao wameweza kujiunga na programu hii na kufanikiwa kuweza kubeba ujauzito. Utasikiliza historia zao, utasikiliza jinsi ambavyo wamepata furaha baada ya kufanikiwa kubeba ujauzito. Programu hii inaweza kuwa safari mpya ya wewe kuitwa mama. Kama hao wameweza kufanikiwa kubeba ujauzito na kutoa shuhuda kama hizo, basi hata wewe ukianza safari yako leo ya programu hii ya matibabu, baada ya mwezi mmoja, miezi miwili, utarudi hapa kutoa shuhuda kama wanawake wengine ambao utawasikiliza hapo chini. Inawezekana upo nje ya Tanzania ama upo ndani ya Tanzania, matibabu yanakufikia popote pale ulipo na kwa uaminifu mkubwa. Hii ni Sauti ya Mama na Mtoto. Afya ya mama na mtoto ni kipaumbele chetu. Karibu uanze safari yako ya kuitwa mama.